Hello, mimi ni mchungaji Emmanuel Makore na nazungumza moja kwa moja kutoka hapa Chuo Kikuu cha Arusha, na leo nataka nikwambie mambo makubwa 6 utakayoyafanya siku utakapokuwa mchungaji. Kwa wewe ambaye ni kijana bado unasoma au hata mchungaji ambaye uko kazini, haya ni mambo makubwa 6 utakayoyafanya kama sehemu ya kazi yako utakapokuwa mchungaji. Ya kwanza inaitwa preaching and teaching, yani ni kufundisha na kuhubiri. Ukiwa mchungaji lazima uwe una uwezo wa kuhubiri na uwe una uwezo wa kufundisha, kwa sababu umepewa kundi la watu chini yako kufundisha, kama vile inavyoonekana katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 2. Lakini kazi kubwa ya pili pia inaitwa pastoral care and counseling, yani hapa ni huduma za kiroho na ushauri wa kichungaji. Kama mchungaji hapa lazima kabisa kwa namna yoyote ile uhakikishe unawatembelea washiriki. Mchungaji yoyote ambaye anahubiri sana na kufundisha sana lakini hawezi kutembelea washiriki, ameshaferi huduma yake kabla hajaanza. Kwa nini? Kwa sababu washiriki wanachungwa unapokwenda katika visitation. Kwa uzoefu wangu binafsi mimi nimeona unapowatembelea washiriki, hapo ndipo unapofaulu katika huduma yako ya kichungaji. Kazi nyingine kubwa ya tatu inaitwa discipleship and spiritual formation. Yani hapa mchungaji unakuwa unawasaidia washiriki wako kukua kiroho, unazikuza tabia zao ziweze kufanana na ile tabia ya Kristo. Kwa hiyo kazi nyingine ya mchungaji kubwa kabisa discipleship and spiritual formation, ni kuwamold, ni kuwajenga washiriki wawe na uwezo wa kuwa na tabia nzuri ya kiimani. Lakini kazi nyingine kubwa ya 4, hii inaitwa leadership and vision casting. Kama mchungaji lazima uwe una uwezo wa kuongoza waumini wako kwenda kuifanya ile kazi ambayo ni kazi ya kanisa, ni mission ya kanisa. Yani kila kanisa linakuwa na mission yake. Sasa kazi ya mchungaji ni kuwaongoza washiriki au waumini kwenda kuifanya kazi ile ambayo ni mission ya kanisa. Na unajua mission ya kanisa nini? Ni kuwafanya watu wengine wote kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kama mchungaji lazima uwe una uwezo wa kuongoza. Na hapa katika kuongoza nilikwambia ni leadership by influence. You lead by influence. Hauwi mbabe, hauwi mwewe, hauwi mtu mjinga. You lead by influence. Kazi ya 5 ni maombi na maombezi. Yani kama mchungaji lazima uwe una uwezo wa kuwa wana maombi, lakini pia unaomba kwa niaba ya wengine. Ndio nasikia inaitwa prayer and intercession. Intercession maana yake ni kuomba kwa niaba ya waumini wako. Mchungaji unakuwa una uwezo wa kuingia katika chumba chako cha ndani, unaomba kwa niaba ya waumini wako. Inaitwa prayer and intercession. Kazi ya 6 ya mchungaji ni kufanya kawaida za kanisa, kusimamia ibada za kanisa. Hiyo ndio nasikia inaitwa administering church ordinances. Church ordinances ni kama vile ubatizo, meza ya Bwana, ibada za kanisa, yani na mambo hayo, zile kaida za kanisa ni kuzisimamia. Ni kazi ya mchungaji kusimamia kaida za kanisa. Kwa hiyo mimi ninapozungumza hapa na kuambia kwa uzoefu nimeviona hivyo vitu. Haya ndio mambo makubwa 6 ambayo nimeyagundua katika huduma ya kichungaji kwamba ndio mambo makubwa 6 utakayoyafanya utakapokuwa mchungaji. Basi Makore hapa, University of Arusha. You're welcome.